Tambua mawazo ya Mungu juu ya maisha yako, sehemu ya 7. Leo tunaangalia sehemu ya mwisho ya wana wa Israeli wakati wametoka kwenye nchi ya Misri kwenda kwenye nchi ya ahadi. Na tukumbuke waliotoka Misri walikuwa watu wengi sana, wengi, mamilioni ya watu waliotoka Misri. Lakini wale walioingia nchi ya ahadi kwenye lile kundi walikuwa watu wawili, Yoshua na Kalebu, watu wawili. Wengine walioingia ni watoto wao na wajukuu zao. Hata Musa hawakufika. Kati ya matatizo makubwa yalikuwa ni ya kifikra, matatizo ya kimawazo, namna tunavyowaza. Mawazo ya Mungu yalipingana na ya kwao. Kwa tafsiri nyingine, hawakujua ni nini mawazo ya Mungu na mpango wa Mungu juu yao. Mawazo yao hayakulandana na ya Mungu, na kwa sababu hiyo wakaweka breki, wakajitengenezea namna mpya ya kutafuta suluhisho. Makusudi yetu makubwa tusiangamie kama wana wa Israeli. Tulisoma kwenye Zaburi ya 95 aya ya 10, naomba tena niisome. Inasema, miaka 40 nalihuzunika na kizazi kile. Ni kitu gani kilimfanya Mungu ahuzunike? Ni mfumo wao wa kufikiri. Sio kila kufikiri kwetu kunampa Mungu kibali, no. Kuna namna nyingi tunavyowaza hakupati kibali mbele za Mungu. Moja hapo ndio hiyo. Namna tunavyowaza lazima kulandane na kwa Mungu. Nikasema hao ni watu waliopotoka mioyo yao haikukamata, manake fikra zao. Hawakuzijua njia zangu. Kuna kitu hakuzijua. Mfumo wa Mungu wa kuwaza ndio njia yake. Nikaapa kwa hasira yangu wasiingie rahani mwangu. Naomba turudi nyuma kwenye kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu sura ya 13. Hesabu sura ya 13 imeeleza sana kwa marefu kwa mapana, kuanzia aya ya 27 hadi ya 33. Inaeleza habari za wana wa Israeli baada ya kukaa jangwani kwa miaka 40. Kwa miaka 40 walikaa mahali hapo tu kwa muda mrefu. Na kuna neno moja kabla ya kufika kwenye kitabu cha Hesabu, kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati sura ya 2 aya ya 1 na ya 2. Nitaomba niisome, itatusaidia sana. Aina ya mawazo ya wanadamu ambayo hayakulandana na ya Mungu na yakawafanya hawa watu waweke breki. Kumbukumbu la Torati sura ya 2 aya ya 1 na ya 2 inasema, ndipo tukageuka tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama alivyotuambia Bwana. Tukawa kuizunguka milima ya Seiri kwa siku nyingi. Bwana akanena akaniambia, mstari wa 3, mlivyoizunguka mlima huu vyatosha, geukeni upande wa kaskazini. Inawezekana ukaishi aina hii ya maisha. Hawa watu walizunguka kama roundabout kwenye kiplefti, wamezunguka pale kwa muda mrefu. Aina ya mawazo yasiyobadilika, yasiyolandana na ya Mungu. Mlivyozunguka mlima huu vyatosha. Aina ya mawazo iliyofanya wabakie pale kwa muda mrefu. Hata wewe unaweza ukajichunguza. Nina uhakika kuna aina fulani ya mawazo inawezekana iko ndani yako, na hayo mawazo yamekaa ndani yako kwa muda mrefu sana. Mlivyoizunguka mlima huu vyatosha. Ni mahali ambapo mawazo yako hayalandani na ya Mungu, na umekaa hapo miaka 10, 15, 20. Mtu akifungwa magereza miaka 20 akitoka, atakukuta upo vile vile, hakuna kilichobadilika. Sio sawa, sio sawa. Ni rahisi kusema Mungu mwema, ametupa uzima, hatuna shida, lakini actually hakuna mahali unapokwenda ama unapofika. Ni aina ya mawazo ya hawa watu, waliweka breki. Hayo mawazo hayakuyafikisha mahali.
na wewe unaweza ukaishi na mawazo ya namna hiyo. Waliweka break, hawakufika kule. Kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 13 kuanzia aya ya 30, Caleb akawatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi tupande kupigana nao, maana wao wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioenda kuipeleleza, wakasema, nchi ile tuliyopita kati yake kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wanaokaa ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hawa Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona. Fikra zilizofungwa, hawakuweza kufika. Hawa watu walijiona kama mapanzi, hawakuwa na ufahamu wa Mungu. Na sura ya 14 wana wa Israeli wakaweka break, hawakuendelea mbele, waliweka break. Inawezekana wengi tukaishi hivyo. Angalia sana mawazo yako. Kuna watu wamebeba fikra za umaskini, sio za Mungu. Mawazo ya Mungu ni mema tu, hata katikati ya ugumu. Mungu anasema nacho kuwazia ni chema. Wewe umekipata wapi hicho kibaya? Aina hiyo ya mawazo imetoka wapi kwako? Ni muhimu sana kujiuliza tunapotafakari. Watu wawili tu walifika. Sura ya 14 baada ya habari hiyo iliingia kwenye mawazo yao. Habari mbaya iliwabadilisha. Nina uhakika kuna watu wengi wamekwambia kuhusu habari mbaya ya kwako, familia, ulivyo, mazingira, kijiji, wilaya, mkoa, nchi. Kuna aina ya habari watu wamekwambia, na inawezekana ukaipokea ukaishi hivyo. Mwisho huwezi kufika. Wakawaletea habari mbaya ya ile nchi. Naomba nikuulize, habari mbaya zinatawala maisha yako? Ni kweli tunaishi kwenye dunia hiyo, Tanzania, East Africa, Afrika na dunia. Unapokea mawazo ya namna hiyo na kuyaishi. Kama mawazo hayo yanakutawala, unajua hayatakwenda popote. Unaishi na mawazo ya namna gani? Mawazo ya Mungu ama yatokanayo na siku? Wana wa Israeli hawakufika popote. Na sura ya 14 kuna kitu cha ajabu. Watu wakalia wakatoka machozi usiku ule, wakamwambia Musa, ni kwa sababu hatukuwa na makaburi hata mmetuleta hapa tuje tufe sisi na watoto wetu na mifugo yetu, wana wetu watakuwa mateka. Ndicho alichokuwa ananena, ndicho kilichokuwa kwenye mawazo yao. Kwa hiyo mawazo yao na ya Mungu hayakulandana. Usipoweza kubeba yale mawazo ya Mungu kwenye maisha yako, tuhesabu tumeshindwa. Ni ngumu sana, ni ngumu sana. Kwenye sura ya 14 aya 3 anasema, aya kwanza, mkutano wote wakapaza sauti wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wakamnung'unikia Musa na Haruni na mkutano, wakawaambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana anatuleta katika nchi hii ili tufe kwa upanga? Ili tufe kwa upanga? Mbona Bwana anatuleta? Kwa hiyo sababu za Mungu kutuleta ni kutua na upanga sisi na wana wetu. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuangamie, ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali tuweke akida turudi Misri? Wakaeka kiongozi wakarudi Misri. Mbona Bwana amenipa maisha nizaliwe hapa, lengo ni kututesa? Usipojua mawazo ya Mungu utateseka sana. Tafuta ni nini mawazo na fikra za Mungu juu yako. Usipozipata utateseka. Pamoja na kwamba Mungu aliwakusudia mema, lakini hayakutokea, yaliishia katikati.
Maandiko anasema aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwenye nafsi yako unaona kama Mungu? Kumbuka ndani yako una screen kama picha, unaonaje? Unaona kama Mungu ama unaona unavyoona peke yako? Ni muhimu sana ujue namna ya kuona, kufikiri na kuwaza kama Mungu anavyowaza. Mawazo ya Mungu kwenye maisha yako, na nimesema mawazo hayo ni binafsi, ni binafsi. Watu hawa wakaangamia. Kwenye aya ya 24 anasema, lakini mtumishi wangu Caleb, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hii ya Mkanaani, nchi hiyo aliyoingia na uzao wake wataimiliki. Ni Yoshua mwana wa Nuni na Caleb, watu wawili kwenye lile kundi, waliweza kuwaza kama Mungu, waliweza kubeba mawazo ya Mungu na wakafanikiwa. Lengo letu ubadili mawazo yako. Sababu na makusudi ubadili, ubebe mawazo ya Mungu, usibebe mawazo ya mtani. Ni mazuri sana, lakini yanawezekana siwe na maana. Yanaweza yakakufariji, lakini hayana matokeo. Mawazo ya Mungu yako wapi? Yameelezwa wazi. Yameelezwa wazi kwenye kitabu cha Zaburi. Zaburi ya kwanza. Mzaburi ameeleza vizuri. Zaburi ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 3 inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, kundi la kwanza, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, kundi la pili, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, kundi la 3. Huko kwenye kundi hili, shauri la wasio haki, katika njia ya wakosaji na barazani pa wenye mizaha, haya makundi ni hatari. Uwezi kanao ukafanikiwa. Mstari wa 3 wa pili, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Ni nini kinakupendeza? Mawazo ya Mungu yanakupendeza, mawazo yake yako kwenye neno lake, na anasema huitafakari mchana na usiku. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Mchana na usiku. Unawazaje? Unatafakari nini? Bali sheria yake uitafakari mchana na usiku. Unawazaje? Unawaza sawasawa na Mungu na sheria yake. Mawazo yako yanalandana naye, na matokeo ya huyu mtu anayetafakari, mstari wa 3, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Na kila alitendalo litafanikiwa. Angalia sana mawazo yako ni ya namna gani. Mawazo yako ni ya Mungu. Mungu ni roho na wewe ni roho. We are a spirit being. Yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Tunaungana na Mungu kwa jinsi ya rohoni. Angalia sana unavyowaza. Mawazo ya mtani ni mazuri, sikusema ni mabaya, hatukusema ni matusi. Lakini kama hayalandani na Mungu, una haki ya kuyaweka pembeni. Haijalishi yanaonekana ni mazuri kiasi gani. Tuliumbwa tubebe mawazo ya Mungu. Hata katikati ya ubaya, anachowaza Mungu juu yako ni chema, maana ninayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya. Hata kama uko kwenye mabaya, jiulize ametoka wapi. Usiwaze negative kwamba ni Mungu anatupeleka huku. Kama Mungu amearuhusu, yana kusudi kuliko tunavyowaza. Siku zote ya kwake ni mema. Waza kama Mungu anavyowaza. Na kama unataka kufika kwenye level hiyo, kuna kipengele cha kubadilishwa fikra, belief system. Fikra zako wabadilishe huku kwenye fikra, kubadilike kabisa, na tubebe fikra ama mawazo ya Mungu ndani yako. Tunahitaji hayo mawazo ya Mungu kwako. Usipoweza kuyabeba, ni pagumu sana, hutaweza kwenda mbele. Tutaweza kwenda mbele tu pale ambapo tumeweza kubeba mawazo ya Mungu, yaani kile anachowaza Mungu juu yako na juu yetu. Waza kama Mungu anavyowaza juu yako, na yabebe mawazo ya Mungu kwenye maisha yako. Tafakari sana.
unawazaga nini? Au unaingia kwenye simu unakaa kwenye simu masaa mengi, YouTube, watoto ni makatuni kwenye TV na kwenye simu. Sikusema ni mabaya, muda wote umekaa kuangalia YouTube, mpira. Kama kuna vitu unajifunza, that's correct, sio vibaya, lakini kama hakuna kitu chenye maana, please toka huko. Ni watu wengi wanatafuta mafanikio, lakini hawakuwa na muda wa kukaa na Mungu, kutaka kujua ni nini anachowaza Mungu juu yao, juu ya maisha yao, juu ya maisha yao. Waza kama Mungu anavyowaza. Tafuta hayo mawazo ya Mungu ndani yako, yako kwenye neno lake. Fall in love with his word. Tafakari neno, kana neno. Watu wengi hawana muda wa kutafakari, wa kukaa chini na neno la Mungu, na matokeo yake yanaonekana ni kidogo tunachokipata. Katikati ya masaa 24 una muda wa ukimya wa kukaa na kumtafakari Mungu. Wana wa Israeli kwa sababu hawakubeba mawazo ya Mungu, kwa matokeo yake walikorofisha katikati na wengi wao hawakufika. Basi twaona hawakuingia katika raha ile kwa sababu ya kutokuamini kwao. Ni kizazi ambacho Mungu alichukizwa nacho kwa sababu hakikuweza kujua na kubeba mawazo ya Mungu kwenye maisha yao. Tafakari sana. Chambua hayo mawazo yametoka wapi? Au kuna mtu alikwambia, au ulimsikiliza fulani, au ni mawazo alikwambia tangu ukiwa mtoto, sisi ni maskini, hatuwezi, imepanda imeshuka. Yapo hayo mawazo, na watu wengi wamebeba sana, na ndio maana unaona hali ziko hivyo. Wengine wanasema beba tu, ndio mapenzi ya Mungu, kama huyajui. No, lazima ujue ni nini anachowaza Mungu juu yako, na mawazo yake ni yapi juu ya maisha yako. Yako kwenye neno. Build your life with the word of God. Tengeneza maisha yako kutoka kwenye neno. Ruhusu neno liwe kama mira, kama miwani ya wewe kuangalia. Miwani ambayo ni mawazo ya Mungu, ni fikra za Mungu kwenye maisha yako. Tafakari sana na chukua hatua. Tumsifu Yesu Kristo.